Mbona umenuna? Unaendelea kitu gani? Yule ni nani? Yule ni mdogo wako, na kwa sasa mtakuwa mnaishi pamoja. Haiwezekani. Sasa utabidi uzoee, kwa sababu yule utakuwa unaishi na yeye hapa, inabidi ucheze naye, ukule naye. Tena hivi karibuni nitamuunga ili mwende shule pamoja. Shule yenye mimi nasoma grade 2. Nadhani kwa sasa umeshanielewa. Na usisahau, hakuna kumnyanyasa, kwa sababu yule ni mdogo wako. Naona nimeshamaliza. Sasa unaenda wapi? Ni kama nilivyokuambia, Lilian ameniacha kwa sasa. Ameolewa na mwanamume mwingine. So, ninachokuomba ni ushauri wako tu. Useme kweli ndugu yangu, Lilian alikuwa anaonyesha kupenda. Maana akikupenda asingeweza kuacha na kuolewa na mtu mwingine. Ila mimi cha kushauri ndugu yangu, ni bora tuachane naye. Maana kama mtu hakupendi, ni nini kumng'ang'ania? Wewe ungemwacha tu aende. Hapana. Haitawezekana kumwacha Lilian. Hata kama yeye aliniacha na kuolewa na mwanamume mwingine. Nitapambana kuhakikisha namrudisha kwa mpenzi wangu tena. Utafanya nini kumrudisha? Wakati yeye alikukataa. Si bora ungefuata tu ushauri wangu na kusonga mbele tu. Mimi naona hakuna haja zaidi hapo. Ndugu yangu, mimi naongea haya nikiwa ninakupenda. Na naongea haya nikiwa na utimamu wangu wa akili. Ona, wewe songa mbele tu na maisha yako. Mwanamke hawezi kupelekesha namna hiyo. Wewe ni rafiki yangu. Lakini kwa sasa siwezi kufuata ushauri wako. Mama, kwani yule mzaa na mtoto? Ndiyo, yule ni bradako yule. Na babako amesema akupelekea shule yenye anasoma. Mtasoma nyote, mtenda nyote shule pamoja. Umesikia? Lakini mama, awe atatezekana. Maana ametoka shule akakuja kuniona nimeketi pale, akaninunia, akabadilisha sura. Usijali mwanangu. Hayo yote yataisha. Kadri mtakavyozoeana ndio mambo yataendelea. Sawa mama, acha tuone. Kama nilivyokuambia kwamba kufikia Jumatatu inabidi aanze masomo mara moja. Yule mwingine watakuwa wanashikana na wanaenda shule kila siku. So ikifikia Monday wale watoto waende wasome. Lakini mwanangu yuko na wasiwasi sana kuhusu mtoto wako. Maana wasiwasi? Wasiwasi gani tena? Maana yule mtoto wako alipotoka shule, alipoingia ndani ya nyumba akamkuta yule
mwenzake alivyomwangalia. Hey. Hata sijui kama itawezekana kuishi pamoja wale watoto. Lakini itabidi iwezekane, kwa sababu utafanya nini? Utafanya nini? Na yule mwingine nimemwona tayari ameniandikia, hata hataki kuzungumza na mimi. Alikuwa amenuna sana. Yaani nilikuwa namwambia yule ni ndugu yako, lakini hakuonyesha kabisa ushirikiano na mimi. Simeona hata wewe mwenyewe venye alivyokufanyia mtoto wako. Lakini sisi ndio wazazi. Sasa tunabidi tuwachunge na tena tuambie ili waelewane. Sawa. Sikuelewa. Basi usisahau kabisa. Hivi karibuni ataenda shule. Atashikana na mwingine na yule mwenzake uende shule. Sawa. Hebu nichukulie maji ya kunywa. Wewe eti baba aliniambia wewe ndo mdogo wangu? Basi kwa taarifa yako, mimi sina ndugu. Ninachojua mimi nilizaliwa peke yangu, na nitahakikisha wewe na mama yako mtaondoka hapa. Mama, kikweli mimi naogopa sana. Kwa nini mwanangu? Yule Moses ametishia vibaya sana. Amekutishia? Amekwambiaje? Ambia nisimwite ndugu. Isitoshe amesema mimi na tutaondoka hapa. Usijali mwanangu, hatutaondoka hapa. Isitoshe yule ni mtoto tu, hawezi kutusumbua. Lakini mama, unataka kurudi nyumbani? Kwa sasa haiwezekani. Tutaishi hapa. Sawa mwanangu. Kwani ulikuwa unaenda wapi? Naenda kunawa uso. Haya basi nenda. Naona umemaliza kujitayarisha. Ndiyo, tumemaliza. Twendeni. Mama, watu naenda wapi? Tunaenda kukununulia nguo za shule. Ni kweli anachosema mama yako. Twendeni.
Rafiki yangu, yaani siwezi kuamini nilichokiona na macho yangu mpaka sasa. Nini hicho? Hivi unajua nani aliyemuoa Lilian? Hapana. Basi kwa taarifa yako, nimeona Lilian akiwa na mzee mmoja na wakiwa na mwanao, na nilivyoona unaonekana kuwa wapenzi kabisa. Kaka yangu, umeona wapi? Njiani, nadhani walikuwa wanaelekea nyumbani kwao. Basi nipeleke. Hapana, sitoweza, na kazi nataka kufanya nyumbani.